Uchaguzi wa Oktoba 29 wa Tanzania uligubikwa na maandamano na vurugu. Mtandao ulipozimwa na amri ya kutotoka nje usiku ilipotangazwa, vitendo vya kutisha vikafanyika. Mtandao ulipowashwa tu, video na picha zilimiminika na ukweli ukaanza kuonekana. BBC imethibitisha video na picha za kutisha zikionyesha athari za matumizi ya nguvu ya polisi wanaoaminika kuwa ni vyombo vya usalama. Tumetumia picha za satellite na kulinganisha na vitu tulivyoviona kwenye video ili kuthibitisha maeneo ya matukio hayo. Miili iliyorundikwa kwa pamoja, majeraha ya risasi sehemu mbalimbali za mwili, maiti zikilazwa chini, na inaaminika kuwa wamepigwa risasi na vyombo vya usalama. Nimepitia na kutazama mamia ya video hizi ambapo waathiriwa wengi ni vijana wadogo. Video hii tumeithibitisha ni ya kikosi cha ulinzi, ingawa hakijatambulika ni kina nani, lakini wanaonekana na silaha nzito. Hapo ni Magomeni, Morocco, hoteli moja jijini Dar es Salaam, na hapo ni eneo hili kwenye picha za satellite. Watu walikufa hisia. Lakini hapa ni siku ya tukio. Video hii tumeithibitisha ni eneo la Magomeni karibu na kanisa la Anglikana. Miili ya watu inaonekana ikiwa barabarani. Sasa tumethibitisha video hii nyingine ni ya miili ya vijana wengi kwa pamoja. Hapa ni Mwanza, eneo la hospitali kuu ya mkoa wa Sekoi Taure. Tazama eneo hili kabla ya tukio, alafu tazama mfanano wa maeneo haya. Video hii ilikuwa Arusha, eneo la Mianzini. Inaonekana polisi wakiwatawanya waandamanaji, ambapo mwanamke huyu alipigwa risasi na kuanguka chini. Video hii inaonyesha polisi wakiwa lenga raia, eneo la Sinza karibu na shule ya mahitaji maalum. Hata hivyo, polisi nchini humo walituma ujumbe mfupi wa maandishi ukionya wananchi kusambaza video ama picha kama hizo. BBC imezungumza pia na wahudumu wa afya ikiwemo madaktari wa hospitali ya binafsi na hata serikali. Wanasema hospitali nyingi zilizidiwa, na baadaye wanadai magari yalichukua baadhi ya miili ya waliodaiwa kuuawa kwenye maandamano. BBC haijaweza kuthibitisha taarifa hizi kutoka kwa mamlaka nchini Tanzania, ingawaje juhudi zinaendelea. Hata hivyo, tuhuma kama hizi zimetolewa pia na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye ametaka uchunguzi kufanyika juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji ya raia. Watu wengi tuliozungumza nao wana hofu kubwa ya kuzungumzia matukio ya siku chache zilizopita. Wengi wanasema kuwa maafisa wa usalama wanaweza kuwachukua na wao. Hii ni sauti ya mmoja tuliozungumza naye ambaye aliomba kutotajwa jina lake kwa sababu za kiusalama. Tulikuwa tupo ndani ya geti, tukashangaa mmoja wetu ameanguka na wapili wetu ameanguka, risasi ziliwapiga. Tukabahatika kuwachukua kuwapeleka Muhimbili. Wako Muhimbili wanapata matibabu, na hao ni watoto wa upande wa mjomba ambao amezaliwa na mama yetu. Na mwingine alikuwa ni maeneo ya Mabibo, Dar es Salaam. Alikuwa tu ndani muda wa jioni, akasema acha nitoke nitafute chakula lunch hapa. Ile ametoka tu hivi kufika tu ndo anakaribia kuona barabara hivi, akashangaa amepigwa akaanguka. Hamna mtu aliweza kumchukua kwa sababu ya zile taharuki za kukimbia huku na kule. Mwili wake umechukuliwa na gari la serikali na mpaka sasa hivi hatujui alipo. Sasa makabiliano haya baina ya maafisa wa polisi binafsi lilikuwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya na Manga kwa ajili ya kuangazia maandamano hayo kutokana na wenzetu kutoka Tanzania kushindwa kabisa kuripoti kutokana na mtandao kuzimwa. Nilishuhudia vyombo vya usalama wakipiga risasi raia, mmoja aliuawa na wengine walijeruhiwa. Rais Samia aliapishwa mwanzoni mwa mwezi huu katika uwanja wa Gwaride katika ikulu ya Chamwino huko Dodoma. Katika hotuba yake ya kwanza alisema kuwa hakushangazwa na baadhi ya waliohusika na vurugu hizo ni raia kutoka nje. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa
Kutokana na kadhia hiyo, wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. BBC imezitafuta mamlaka nchini Tanzania kuhusu kutumiwa kwa nguvu dhidi ya waandamanaji, lakini haijapata majibu. Hata hivyo, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Thabit Kombo aliambia BBC kuwa kilichotokea ni kikundi cha wahuni waliopora na kufanya vurugu hizo. The internet, because internet, when we tried to open also, it created a havoc among small groups of vandalists who are creating problems in the vandalism. So they were using their main communication media was the internet. Tanzania, nchi iliyokuwa inajulikana kama kisiwa cha amani, sasa inapambana na matokeo ya ghasia za baada ya uchaguzi katika historia yake. Lakini hili litachukua muda. Familia nyingi bado zinatafuta wapendwa wao, wengine wakiwa misibani.